Habari zenu wapenzi watazamaji wetu, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo, siku ya Alhamisi kutoka Yemen. Kwa nasi hadi mwishoni. Kwa miaka mingi, wanasiasa wa Misri wamekuwa wakirudia kauli ile ile kwamba Ethiopia imechukua hatua za upande moja kuhusu bwawa kuu wa Ethiopia na kwamba linatisha usalama wa maji wa nchi zilizo chini ya mto, kuanzia taarifa rasmi za serikali, majukwaa ya kidiplomasia hadi kampeni za vyombo vya habari vinavyounga mkono serikali. Tuhuma ya utendaji wa upande moja imetumiwa mara kwa mara kumwonyesha Ethiopia kama tishio kwa bonde la Abyei na kwa amani na usalama kwa kimataifa. Lakini kadiri Gaza ilivyobadilika kutoka kwa mradi wa ujenzi hadi kuwa bwawa linalofanya kazi, swali moja limekuwa gumu zaidi kuliepuka. Wakosaji wanasema kwa mgogoro unaozunguka Gaza kwa muda mrefu haujasababishwa zaidi na masuala ya kuhandishi, bali na hesabu za kisiasa, mtandao ya kihistoria na kutokuwa na kina mabadiliko ya uwiano wa nguvu katika bonde la Nile. Chanzo cha mto Nile ya Blue unayotokea katika nyanda za juu za Ethiopia na uchangia sehemu kubwa ya maji yanayoingia katika mfumo wa mto Abyei. Ethiopia inachangia zaidi ya 86% ya maji yanayotiririka katika bonde hilo. Hata hivyo, kwa vizazi vingi, mjadala wa kisiasa wa Misri umetangaza mto huo hasa kupitia mtazamo wa udhibiti wa nchi za chini ya mto na madai ya kihistoria yaliyotiriwa bila kutumia maji ya mto huo kwa matumizi ya kudumu au kuzuia mtiririko wake wa asili kuelekea nchi za chini ya mto. Ethiopia imejenga bwawa kubwa zaidi la kuzalisha umeme barani Afrika na kubadilisha hali ya kisiasa na kimkakati ya bonde la Abyei. Mradi huo umeonyesha kwamba nchi ya juu ya mto inaweza kufuata maendeleo, uzalishaji na nishati na mabadiliko ya kiuchumi, huku ukiwa bado sehemu ya mfumo wa mto unayoshirikishwa na nchi nyingine. Kwamba Profesa Al-Mariam, mchaguzi maarufu wa siasa na mwanasheria, tuhuma za mara kwa mara za Misri dhidi ya Ethiopia kuhusu utendaji wa upande mmoja ni mwendelezo wa simulizi la zamani la kisiasa. Anasema Misri imetumia neno hilo si tu katika vyombo vya habari vya kimataifa, bali pia mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikijaribu kuonyesha kuwa mradi wa maendeleo wa Ethiopia ni ukiukaji wa kanuni za kimataifa. Hata hivyo, anasema kurudiwa kwa tuhumu hiyo kuonyesha zaidi hamu ya kurudi kipindi ambacho Misri ilikuwa na ushawishi mkubwa usio na uwiano juu ya Abyei. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, utendaji wa upande moja kwa kawaida humaanisha nchi kuchukua hatua pekee ya kufuatilia maslahi yake au kudai haki zake za kisheria bila ushirikiano wa maana, mashauriano au kuzingatia haki za nchi nyingine. Lakini Ethiopia imeendelea kusisitiza kuwa mto la Abyei imeundwa kwa ajili ya uzalishaji umeme, si kwa ajili ya kutumia kabisa au kugeuza maji ya Abyei. Kenya yapokea vifaa vya matibabu kutoka India kuimarisha mapambo dhidi ya Ebola. Kenya imepokea shehena ya kwanza ya tani 4.5 za vifaa vya matibabu kutoka kwa serikali ya India ili kuimarisha uwezo wa nchi hiyo kwa kujiandaa na kukabiliana na uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Shehena hiyo ilikabidhiwa rasmi na kamishna mkuu wa India nchini Kenya kwa waziri wa afya Aden Duale katika hafla iliyofanyika siku ya Jumatano. Msaada huo ni sehemu ya jitihada za India kusaidia nchi za Afrika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana na mlipuko ya Ebola. Vifaa vya matibabu vilivyotolewa vinajumuisha vifaa vya kujikinga binafsi, vifaa vya kusafirisha sampuli za vipimo, vinajoto vya Fredi, kinga za uso, viatu vizito za kujikinga, pamoja na vifaa vingine vya kuzuia na kudhibiti maambukizi. Shehena ya pili ya msaada wa matibabu inatarajiwa kuwasili Kenya ndani ya siku chache zijazo. Wakati wa hafla ya makabidhiano, maafisa walisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kuimarisha mfumo ya afya na kuboresha maandalizi ya kukabiliana na dharura zinazotokana na vitisho vya magonjwa ya kuambukiza. Msaada huo unakuja wakati Kenya ikiendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, maandalizi na hatua za haraka za kukabiliana na dharura ili kujikinga dhidi ya hatari za kuenea kwa Ebola, kuvuka mipaka na magonjwa mengine mpya ya kuambukiza.
Marekani ilitangaza Jumatano Julai tarehe 22 kwamba imefika makubaliano ya nyuklia ambayo haijawahi kushuhudiwa na Saudi Arabia, ambayo itawezesha nchi hiyo ya Mashariki ya Kati kuendeleza sekta yake ya nishati. Waziri wa nishati wa Marekani na mwenzake wa Saudi Arabia, Mwanamfalme Abdulaziz bin Salman, walitia saini makubaliano ya 123 kuhusu ushirikiano wa nyuklia kwa madhumuni ya amani, pamoja na makubaliano ya pande mbili yanayoambatana nayo kuhusu hatua za uangalizi na udhibiti, kwa mjibu wa ikulu ya Marekani. Kwa pamoja, makubaliano hayo mawili yanaweka msingi wa kisheria wa ushirikiano wa miongoni kadhaa na wenye thamani ya mabilioni ya dola, ambayo inachochea malengo kadhaa muhimu ya kiuchumi na kimkakati, ikiwemo kuzuia kuenea kwa silaha la nyuklia. Makubaliano hayo yameibua hofu kwamba yanaweza kuchochea mbio za utengenezaji wa silaha za nyuklia katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo tayari linakabiliwa na hali tete ya kiusalama. Waziri Reich alisema katika taarifa kwa vyombo vya habari, msiwe na shaka, makubaliano hayo yanazingatia viwango vya juu zaidi vya usalama wa nyuklia na kuzuia kuenea kwa silaha hizo, na mengineza kwenye teknolojia bora zaidi ya nyuklia na wasayansi mahiri duniani yote yamebunia Marekani. Makubaliano haya yatawasilishwa katika bunge la Marekani kwa ajili ya kufanyiwa tathmini. Makampuni yanayohusika na mpango huo bado hayajatangazwa rasmi, kwa mjibu wa CBS, mojawapo ya makampuni ya Westinghouse Electric. Meli za mafuta zigeuza njia ghafla baada ya tishio la Houthi dhidi ya usafirishaji wa bahari. Takriban meli 7 za kusafirisha mafuta zimegeuza njiani karibu na pwani ya Yemen baada ya kundi la Houthi linalohusishwa na Iran kutangaza zuio la bahari dhidi ya Saudi Arabia siku ya Jumatatu. Kwa mjibu wa taarifa za ufuatiliaji wa meli zote zilikuwa zikielekea au zikitoka katika bandari za Saudi Arabia, lakini zilibadili ghafla mwelekeo baada ya tangazo hilo. Takriban 15% ya biashara ya baharini duniani hupitia bahari ya Shamu, ambayo inageusha bahari ya Mediterranean na Ghuba ya Aden kupitia njia mbili muhimu: mfereji wa Suez nchini Misri na mlango wa Bab al-Mandab kati ya Yemen na pembe ya Afrika. Bahari ya Shamu imekuwa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya Saudi Arabia tangu vita kati ya Marekani, Israel na Iran visababisha kuzorota kwa usafiri kupitia mlango Hormuz, hali iliyopunguza kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa mafuta gezi kutoka Ghuba ya Uajemi. Mchambuzi Rosemary Kalenik wa taasisi ya Defense Priorities nchini Marekani amesema njia ya bahari ya Shamu imekuwa mchango mkubwa katika kupunguza shinikizo kwenye masoko ya dunia, na ikiwa Wahouthi watazuia zaidi biashara ya baharini, bei za mafuta zinaweza kupanda. Kwa mjibu wa kampuni ya ujasusi wa masuala ya baharini ya Kepler, siku moja kabla ya Wahouthi kutangaza zuio hilo, meli 20 ziliingia bahari ya Shamu na meli 22 zilitoka kupitia mlango wa Bab al-Mandab. Wahouthi wataendelea kushambulia meli katika bahari ya Shamu au Ghuba ya Aden. Hali hiyo itaathiri usafiri wa kimataifa kwa ujumla, si meli zinazoelekea Saudi Arabia pekee. Wakati huo huo, kikosi cha maji cha Umoja wa Ulaya kilitoa ushauri siku ya Jumatano kikizitaka meli za kibiashara zinazohusishwa na maslahi za Israeli, Marekani au Saudi Arabia kuepuka kupita bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden hadi kiwango cha tishio kitakapopungua. Wapenzi wetu, asanteni sana kwa kuwa nasi mpaka tupatane. Kwaherini.